Wengi wamekuwa wakitupigia simu, je, ustadhi, una dawa ya kutibu uume uliovunjika? Usikubali hili likutokee, chukua tahadhari mapema. Tendo la ndoa inapaswa ufahamu ya kwamba ni starehe isiyomithilika. Tendo la ndoa linapaswa kufanywa kwa huruma, kwa upole, na vile vile inapaswa ufanye tendo la ndoa kwa hisia za hali ya juu. Tendo la ndoa likikosa huruma, likikosa hisia, likagubikwa na papara na purukushani, linakuwa na madhara. Sio katika wema mwanamke kukuambia anaumia kisha wewe ukaendelea ukichukulia kwamba yeye ndiye anastarehe. Kitendo hicho kinamuumiza na kinamnyima hisia, lakini hili ni dogo sana, kwa sababu unaweza ukalirudisha kwa kumbembeleza na kumliwaza. Ikitokea uume wako umevunjika, hakuna kinachoweza kurudisha tena katika hali yake. Ukishavunjika utautumia kwenye haja ndogo tu, kwenye suala la tendo la ndoa utakuwa haupo tena. Uume kuvunjika hutokea pale ambapo uume unakutana na nguvu ama uzito ambao unaubinya na kupelekea kuvunjika. Mfano ni kama vile mwanamke kuwa juu ya mwanaume kisha wakawa wanafanya tendo la ndoa, mwanamke anatibulika kwa kutokea juu akipampu kwenye uume ili umtekenye vizuri kwa kasi kubwa. Inapotokea mwanamke anafanya hali hii, kitendo hiki akiwa kwa juu, hutokea uume ukakosea kuingia kwenye uke, ukashindwa kuingia ukeni, mwanamke akaukelia uume. Kutokana na uzito wa mwanamke na pressure aliyotumia kusukuma uume, akauvunja kwa uzito wake ulioukandamiza huo uume. Ikitokea kuvunjika uume wako, itakuwa ni ngumu sana kuurudisha katika hali yake. Ni kitu bado hakijawezekana duniani mpaka sasa. Staili kama hizi ambazo mwanamke anakuwa juu na anafanya kwa kasi kubwa, wengi zimevunja uume wao na kuacha katika mataabiko yasiyokuwa na kifani. Vile vile katika staili hizi itambulike ya kwamba hizi staili ni hali ya mtu kufanya kwa kasi, kwa nguvu. Pindi inapotumika nguvu, uume ni rahisi kuvunjika. Lakini tunasema fanya staili yoyote kwa upole na huruma, ni ngumu sana kuvunja huo uume, kwa sababu imekosekana pressure, imekosekana nguvu ya kukandamiza uvunjike. Lakini pindi itakapokuwa tendo la ndoa ni kama vita, ni kama vurugu, ni kama kisasi, ni hasira, itatokea hali hiyo kwa sababu itatumika nguvu kubwa. Moja ya staili hiyo ni cowgirl style. Mwanamke anakuwa juu, mwanaume chini. Mwanamke ndiye anayefanya kwa kasi kubwa, ama mwanaume na mwanamke wanasaidiana kufanya kwa hiyo kasi. Uume unakeliwa, unavunjika, unakuwa huna tena uwezo wa kusimamisha uume wako. Staili nyingine ni acrobatic style. Staili ambayo mwanamume anaweza kuwa amembeba mwanamke juu, wakawa wanafanya wako hewani kwa kasi. Ikitokea wakadondoka chini, uume unaweza ukavunjika kwa kudondokea ama kwa kuulalia. Na vile vile staili hizi za kubebana inaweza ikapelekea mkono kuvunjika, kichwa kuvunjika, mgongo kuvunjika, ama hata kupasua kichwa au kusababisha umauti moja kwa moja. Staili nyingine ambayo ni hatari yenye kuvunja uume ni staili ya doggy style. Mwanamume anakuwa ndiye anapushi kwenda ndani. Ikitokea anapiga kwa nguvu, anafanya tendo la ndoa kwa nguvu na kasi kubwa, uume ukakosea kuingia ukeni, ukagonga nje ya kuta, ukagonga kwenye makalio, ukagonja kwenye paja, ukagonga kwenye kwenye nyama zile za nje za utupu, haujaingia ndani, inaweza ikatokea uume kuvunjika. Hali hizi inatakiwa uchukue tahadhari. Kama umeamua kufanya staili yoyote unayofanya, basi jitahidiwe kwa upole, isiwe ni kwa maingiliano ya kasi kubwa. Hata hiki kifo cha mende tunachosema, ukakifanya kwa kasi kubwa sana, unaruka na kupiga kwa nguvu, unaona kama ndio unamfikisha mwanamke vizuri katika hali yake ya kileleni, utakosea, uume usiingie ndani, uvunje we mwenyewe kwa kasi yako na uzito wako. Hivyo basi, tahadhari inapaswa kuwa fanya tendo la ndoa kama starehe. Starehe zinahitaji upole, starehe zinahitaji huruma, starehe zinahitaji utaratibu, sio kasi. Utakapofanya tendo la ndoa kama hasira zako za kulipa kwamba nauli imeliwa, basi utapata hasara kubwa kuliko hiyo nauli iliyoliwa. Hapa tunazungumzia wazinifu waache uzinifu. Oa mwanamke, ishi naye,
fanya kistaarabu. Usifanye tendo la ndoa kwa hasira zako za kuliwa nauli. Vile vile wanandoa inawapasa mjue kwamba wanawake hawa wanataka maliwazo, sio nguvu na purukushani. Utakapolete nguvu kwenye tendo la ndoa, unaweza ukavunja uume wako. Usisahau kushare na kusubscribe katika chaneli yetu hii ili uweze kupata dondoo za afya mapema kadri tunavyoposti. Subira Tiba Asilia tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani. Mimi ni Abu Ajmi Hussein. Wasiliana nasi kwa namba 0758200163. Subira Tiba Asilia, tunakujali sana.